us. We have the certificate with us, and also you put your hand there, and the witnesses are here, the parents are here, and because of this, I want to declare that Timothy Mwanjanzi Moramu and Jacqueline Aking have agreed to join together in a holy state of matrimony before God. The parents and this congregation are hereby in virtue of the authority vested in me as a minister of the gospel of Jesus Christ in Good News Evangelistic Center, and by the laws of the country of Kenya, I declare them as husband and wife. In the name of the Father, in the name of the Son, and the Holy Ghost. Guide and keep you. Amen. According to Mark chapter 10 verse 9, what God has joined together, let no man separate it. Somebody is inciting me. Somebody is inciting me. I'll come back to that later on. Okay, give us a song, give us a song. They are saying that wakati tunapoimba karibishane vile mnavyojua. That's what he's telling me. I didn't want to go that way. Amen. Wakati tunapoimba sasa, kwa vile wewe umeruhusiwa sasa officially, this is your wife. Mtu akikupata naye, this is your wife. Ukipatikana popote, ni bibi yako na ni bwanako. So tukaribisha waimbaji wanapoimba, tuone kwamba watakaribishana namna gani, kweli wameoana ama bado. Let's go. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokwenda kumsifu Bwana, ningependa tusimame kwa miguu yetu. Nina sababu ya kukusifu wewe Yahweh.
Hallelujah. Somebody say amen. Okay, what the people are waiting for, they have not yet seen. But we shall be back to it later on. Let them sit down facing this way so that they can listen to me. Give them the assistant to be behind them and them to be in the front, now to face the pulpit. Thank you very much. Because we are done with, are you there? Give them a good seat. Make sure they don't fall down, okay? You can sit. You can sit. Msiwachane mikono kwa sababu ninataka kusema maneno. Mara nyingi sana watu people go in the wedding. Mara nyingi watu huenda kwa harusi. We become excited about everything. Tunasisimukia sherehe, which is very good. Ambayo ni vizuri. We are happy of everything that happens. Tunafurahia sherehe ambayo inafanyika. Talk about the dressing. Zungumzia mavazi. Talk about the car was driven. Zungumzia magari yameendeshwa. Talk about the hotel we have slept in. Zungumzia hoteli tumelala ndani. Talk about the changes of life that have taken in. Zungumzia mabadilisho ambayo yamefanyika. And all that is good. Na yote ni vizuri. But there is also a reality in marriage. Lakini kuna uhakika wa maisha. When you buy a car. Unapoenda kwa harusi umenunua gari. You buy a car. Unaponunua gari. And you are driving a car. Na ukawa unaendesha gari. Time reaches you have to change your tires. Inafika mahali kubadilisha magurudumu. Change your oil. Badilisha mafuta. And there are many things that happen. Na kuna mambo mengi hutendeka. If you don't do that, usipoyafanya, that car will stay on the stones. Hiyo gari itakwama barabarani. Somebody will ask you that you did not buy a new car. Mtu atakuuliza ukununua gari mpya. You bought a new car. Ukununua gari mpya. But there are some rules that govern the car. Lakini kuna sheria ambazo hudhibiti gari. I want to talk a few things that govern marriage. Nataka nizungumzie mambo machache ambayo hudhibiti ndoa. When you hear mtu amekaa katika ndoa miaka 40 usifikiri ni mchezo. If you hear somebody has stayed in a marriage 40 years, si kitu cha mchezo. I've got a neighbor in the church here who has stayed with the wife with me for many years. Nina mzee hapa kanisani amekaa na mkewe miaka mingi. The children were as small as this. Watoto walikuwa wadogo. They have grown with me. Wamekuwa na mimi. I really respect him. Na umheshimu. And I really honor him. Na mheshimu. Because he has been consistent. Maana amekuwa wa kushikilia mwendo. I want to talk about marriage being consistent. Zungumzia ndoa ya kuendelea. You are not going to be defeated tomorrow. Hautashindwa kesho. You are not going to die tomorrow. Hautakufa kesho. You are not going to be killed tomorrow. Hautakuwa mgonjwa kesho. And the Bible says from glory to glory. Maandiko yanasema utukufu hadi utukufu. And because I know when we come to the wedding we love the sherehe, but we don't have time for the wine. Maana ndio tunapokuja kwa harusi tuna sherehe kusherehekea, lakini hakuna masaa kusikiza neno la Mungu. Jesus said the word has spoken. Yesu akasema neno limenena. I've cleansed you. Nimewatakasa. The word has spoken. Neno limenena Gives you life. Inakupa uzima. In the book of John chapter 6 verse 63. Yohana 6:63. The word has spoken. Neno limenena. Has given you life. Imekupa uzima. If you don't have the word of God, usipo kwa neno la Mungu, you cannot have life. huwezi kuwa na uzima. Now Timotheo, more than just getting married a wife, zaidi ya kupata mke, is not playing football. sio kucheza kandanda. There are some foods to be eaten. Kuna vyakula fulani vya kukula. Take care of the wife. Kutunza mkeo. And Jackie, Jackie, there are some food the men are supposed to eat. kuna vyakula waume anastahili kukula. Take care over him. Kuweza kumlinda mumeo. Be strong. Awe na nguvu. Like the age we are reaching now. Kama miaka tuliyofika, Some foods I don't eat. kuna vyakula vingine sikuli. But some I eat. Vingine nakula. To balance my life. Kudhibiti maisha yako. So that there are some things that you are supposed to take care of your life. Kuna vitu vingine nataka ushughulikie ili kulinda maisha yako. Matthew 25 is what I'm talking about. The key word in Matthew 25 verse 1 to 13. Mathayo 25 1 hadi 13. He's talking about the 5 wise virgins. Inazungumzia wanabikira wenye hekima watano. And the 5 foolish virgins. Na wale bikira watano ambao walikuwa upumbavu. All of them were waiting for the day of the Lord. Wote walikuwa wanangojea siku ya Bwana. And Jesus gave this as a parable in the kingdom. Na
Yesu akapeana kama mfano kwa ufalme. And he said that the wise had filled their lamps with oil. Akasema wenye hekima walijaza taa zao na mafuta. And the foolish one did not fill their lamps with oil. Na wapumbavu hawakujaza taa zao na mafuta. And when the time was nearing, na wakati ulikuwa unakaribia bwana harusi kuingia, to come like the way we were waiting for you, kama vile tulikuwa tunaongojea. Let me tell you, Timothy, you don't know what happened. You can just think it's a simple thing. Every day I was watching whether I have your certificate. Kila siku nilikuwa naangalia kama niko na cheti chako. I'm coming the office there na angalia kama nakuja kwa ofisi naangalia kama cheti kiko. Ama nimebeba karatasi mtu mwingine. What was typed? Is it really Timothy or somebody? Ilichapishwa ilikuwa ni Timotheo ama ni mtu mwingine. It's not a joke. Si kazi rahisi. You don't just carry yourself and say I'm going to wait somebody. Sio tu kujibeba na kusema naenda kuoza mtu. There was a story that one pastor carried when in the wedding and he was supposed to wait somebody. Instead of